mababu hao walipoenda kwa vijana wenzetu ambao ni wanawake hao, nao hao mababu hao wake zao nao wakajikuta wanadondokea kwetu. Mababu hao wanatumia pesa kwa wasichana, lakini hao mashangazi wanatumia pesa kwetu sisi. Ina maana wao wanatuhonga sisi. Unamaanisha yani pale mababu walipoferi kwa wake zao, yani wakaona sehemu ya kujistiri kwao ni kwa wale vijana, si ndio? Yaani mababu walipoanzisha tabia ya kuwapenda wanawake wasichana wenye umri kama wetu, na ndipo mabibi hao ambao mnawaita mashangazi nao akadondokea kwa sisi vijana ambaye ndo tunaitwa sijui kibenteni, sijui huku mara sijui mshangazi. Lakini tabia imeanzishwa nao hao mababu ambaye wanatuambia sisi vijana hatuna adabu. Hivyo nadhani msichana mwenye miaka 20 anaweza kumtongoza mbaba mwenye miaka 50? Hiyo ni ngumu sana. Si wewe mwenyewe si unaona ndugu mwandishi, haiji? Hiyo ni ngumu sana. Ina maana mbabu mwenyewe ndo kamlazimisha msichana huyu kwa kutumia pesa, na ni rahisi tu. Lakini hiyo inaweza ikawezekana, kwa sababu mtoto wa kike anaweza akashawishika kwa pesa na akaingia, yani kujisogeza pale, japo asitongoze, lakini sasa ule ukaribu tu anaofanya pale, kwa hiyo inaweza ikamshawishi yule babu mpaka akafanya nini, kuingia pale. Na sio ni ridhaa yake, lakini kwa kile tu alichokiona kwa hiyo mtoto wa kike na lazima kimshawishi. Aona naye wewe mwenyewe umeiona hiyo? Nimeiona, lakini sasa chanzo kimesababishwa na hiyo ambao unamsemea wewe kuwa yeye ndo kashawishiwa, lakini yeye ndo kaanzia hapo. Sasa ndo tujue chanzo cha uvunjifu wa maadili ni mababu, afu anatuambia sisi vijana wa siku hizi hatuna adabu, wakati hiyo adabu wamevunja wao wenyewe. Yaani ndo maana nikuuliza hivi, kijana kama mimi na uwezo wa kumtongoza mwanamke mwenye miaka 50 ama 45 ambaye mimi nikiwa naye kwenye mahusiano tunamwita mshangazi? Hapo mimi sina jibu hicho. Hauna jibu? Jibu ni vigumu. Kwa kifupi kwamba hao mishangazi wanatutongoza sisi wenyewe, na wanatutongoza kwa sababu wanatuona kwamba sisi ndio kimbilio, baada ya kuwaona wao wenzao wenye umri kama wao wamewafuata wasichana. Sawa bwana, wacha tuwakabidhi na wengine, pengine na wao watakuwa na hoja zao. Mtazamaji, hapo unaoni gani kuhusu hili ambayo swala ambayo tunachukulia kuwa mishangazi na mababu? Kosa liko kwa nani? Kwa wale watoto wa kike au kwa hawa vijana ambao wanaitwa vibenteni kwa mishangazi? Jibu liko kwa nani? Hapo maoni yangu hayapingwi, kwa sababu mimi nimegusa penyewe. Atakayenipinga akili zake hazina akili.